Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni wakati mwema tumepata ili tusemezane. Tutaenda tu tukifunzana polepole hadi watu waelewe jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka, kwa sababu tukifanya venye anataka inshallah tutaipata jana. Na ni kwa kila mtu, either ukuwe Muislamu, Mkristo, Judaism ama tu mwenye dini yenye unafuata. Kila mtu anapambana kwa hali yake ili apate tu jana. Lakini kama venye tunajua njia ya jana ni nyepesi. So bila kupoteza wakati, ningetaka tusome hadith ya ilikuwa imenalitiwa, ama kuna mwenye alikuwa amesema, anaitwa Abu Huraira. Anasema aje? Allah Messenger said, the prayer of a person who does hadath, i.e. passes urine, stool or wind, is not acceptable till he perform the ablution. Sasa hapa ni maombi. Sasa hii ni kitu ambayo inaweza fanya maombi yako ikuwe dhaifu ama ikuwe hafifu, maombi yako isikuwe na maana. Hii ni narration moja ya Abu Huraira. Alikuwa anauliza Prophet Muhammad kuhusu, alikuwa anasikiza venye Prophet Muhammad aliongelea kuhusu nini inaweza fanya maombi yako ikuwe dhaifu. Akasema kama unafanya sala ujipate kwa hali mbaya, umetoa hewa ama umetoa mkojo kwa bahati mbaya, hiyo maombi inakuwa dhaifu. So na kitu yenye unafaa kufanya so after is not accepted till he perform ablution. So kuna juhudi nyingine unafaa ufanye ya kwenda kufanya ablution. Kufanya ablution ni kujisafisha tena. Sasa hapa tunaangalia nini inazuianga maombi. Hiyo ni kitendo. Ndio uende kwa maombi lazima ujisafishe in a physical way. Tukiangalia kitabu ya Suleiman ama Solomon ukipenda, inatuambia aje? God detests the prayer of a person who ignores the law. Mwenyezi Mungu anachukizwa na maombi ya mtu ambaye hataki kufuata sheria ama anapuuzia sheria. Sheria ni nini? Ukisoma waraka wa Yohana 1 mlango wa 3 mstari wa 4 inasema aje? Everyone who sin is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. Kila mtu ambaye anatenda dhambi anavunja sheria zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu dhambi zinaendana kinyume na sheria zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunaona aje? Pale ndio maombi yako ikuwe sawa, lazima ujisafishe. So ndio tukuje kuomba, lazima hata nafsi zetu na vitendo zetu zipelekane na venye Mwenyezi Mungu anasema. Lazima tujisafishe. Kama ulikuwa mwenye dhambi, kujisafisha kamili ni kuachana na hizo dhambi. Ndio wakati unaenda kufanya sala yako, maombi yako itakubalika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini si ati wewe unaendelea tu kufanya dhambi na unataka kuomba Mwenyezi Mungu
na unatarajia akusikie. Kama tu ukifanya mistake, ukifanya udu ama ukifanya sala, ufanye tu mistake, maombi yako haiendi. Sasa hebu jiulize, wewe ukiwa hapo, kama wewe unanyanyasa wengine ili wewe unufaike, yani unanyanyasa wengine kwa manufaa yako, wewe uko hapo tu ukisema sheria za Mwenyezi Mungu ziliisha, uko hapo tu ukisema hizo sheria zilikuwa za Bani Israel, juu hiyo ndo kitu watu wengi wanatumianga. Kama hizo sheria zilikuwa za Bani Israel, hata Musa na Isa na Suleiman walikuwa Bani Israel. Kitu tunafaa tufanye ni tuache kuchezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karata, kwa sababu tunafanya ni kama gambling tunafanya na yeye. Afadhali useme sheria bado ziko lakini hatufuati, kuliko useme ati hakunanga sheria ama sheria ziliishi, kwa sababu hiyo ni kama kukejeli Mwenyezi Mungu. Ama uanze kusema hizo zilikuwa zimetumiwa hao watu, mtuwe kuna sheria zenye unafuata. Yani Mwenyezi Mungu anaweza shuka akuje kukutana na Musa ampe kazi ya ujinga, wewe ukiwa hapo utaki, unasema tu ni za Bani Israeli ama ni za wana wa Israeli, ati sheria zikuhusu kwa njia yoyote. Kama sheria zikuhusu ama hazikuhusu kwa njia yoyote, mbona unafuata sheria za nchi? Kwa sababu kila mamlaka lazima ikuwe na sheria zake. Na sasa sheria za Mwenyezi Mungu ndo tumeziona tu ni kama kitu haifai. Na ndio maana dunia iko mahali iko, kwa sababu tuko chini ya kichapo. Mwenyezi Mungu maneno yake ni very clear, short and clear. Fuata amri zangu nikubariki, kataa amri zangu upatane na ghadhabu. Sasa saa hii tunapigwa kwa kukosa kufuata venye Mwenyezi Mungu alikuwa amesema. Ndugu zangu, madada zangu, kwani kufuata sheria zake Mwenyezi Mungu ni ngumu aje? Ni swali tu nauliza. Ukiambiwa Mungu ni mmoja tu, mfuate na usijitengenezee sanamu ama kitu ambacho kinaweza fanana na yeye ukiabudu. Ukiambiwa usiibe, usizini, ni nini ina ngumu hapo? Si ni kwa manufaa yako na kwa manufaa ya jirani yako, kwa sababu kama huwezi ibia jirani yako na yeye hawezi kuibia, sasa kuna haja gani hata mshinde mkitafuta padlock ama ushinde ukifunga mlango yako? Lakini venye tunaendelea tu kukataa sheria zake Mwenyezi Mungu, ndio tunaendelea kugharamika kutafuta security ikuwe tight, ndio mweze jirani yangu asiniibe ama mimi nisiibie jirani yangu. Hebu tuanze kufikiria na tuache unafiki. Watu wengi sasa wameingia ushirika, ndio watafute mtu either wajulikane, wapate fame, but hiyo yote haitakusaidia kitu. Saa hii inaweza tusaidia, inaweza tuokoa na tupate njia ya kuingia jana kwa urahisi. Ni kufuata tu sheria zake Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema haziko mbinguni ili useme nani ataziendea, wala haziko chini ya maji ili useme ziko na wewe hapa kwa hapa. Ni mambo tu rahisi tu ambayo unaweza timiza. Mwenyezi Mungu awabariki mkikubali kufuata sheria zake.